Katika historia ya Afrika, kuna kitu kimoja cha ajabu na cha kusikitisha sana kinachojirudia. Viongozi wenye maono, wale wanaonekana kuleta mabadiliko ya kweli, mara nyingi safari zao zinakatishwa ghafla. Na vifo vyao vimejaa maswali yasiyo na majibu. Sasa leo tutafanya kitu tofauti. Tutaenda safari ya kihistoria, kuanzia matukio ya hivi majuzi kabisa na kurudi nyuma, kujaribu kuelewa huu mfumo. Sasa, hapa nipo swali kuu linapokuja. Hivi kweli inawezekana vifo hivi vyote ni bahati mbaya tu? Yaani, ni sadfa za kisiasa? Au kuna kitu kingine kinaendelea? Labda kuna mkono wa mtu, unajua, nguvu fulani, kutoka ndani na hata nje ya bara, zinahusika. Basi, twende pamoja, hebu tuchimbe kwa undani tuone tunapata nini. Wasi, safari yetu inaanzia hivi karibuni tu. Yaani, mwaka 2021. Fikiria, ndani ya mwaka mmoja tu, viongozi wawili wakubwa, mashuhuri sana, wanapoteza maisha. Na mazingira ya vifo vyao, yani yameacha maswali mengi mno kuliko majibu. Tuanze na wa kwanza, John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa Tanzania. Wengi wanamfahamu kwa jina la utani Tinga Tinga. Na hili jina halikutoka tu kwa sababu ya ujenzi wa barabara, la hasha. Ni kwa sababu ya mtindo wake ule wa kubomoa kabisa mifumo ya rushwa na kusimama imara mbele ya makampuni makubwa ya kimataifa. Sasa, kiofisi, taarifa ilikuwa kwamba alifariki kutokana na matatizo ya moyo. Lakini hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa na utata. Huyo alikuwa kiongozi ambaye alikwenda kinyume waziwazi na mataifa magharibi, hasa kwenye suala la COVID-19 na sera zake za kiuchumi. Kwa hiyo watu wengi sana wanahisi kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu kinafichwa. Matokeo yake tuna simulizi mbili zinazopingana vikali. Je, ni ugonjwa au ni njama? Na kabla hata vumbi la msiba wa Magufuli halijatulia, yani mwezi mmoja tu baadaye, pigo lingine. Safari hii ni nchini Chad. Rais Idriss Deby Itno, huyu alikuwa kiongozi wa kijeshi aliyetawala kwa zaidi ya miaka 30 na alikuwa mshirika muhimu sana wa Ufaransa. Ghafla naye anatangazwa amefariki. Sikiliza kisa cha Deby, yani ni kama unaangalia filamu ya action. Ebu fikiria. Raisi anatangazwa mshindi wa uchaguzi leo. Kesho yake, taarifa inatoka kwamba amefariki kwenye medani ya vita. Inashangaza, sivyo? Na kabla hujajiuliza mara mbili, pap, mtoto wake wa kiume anatawazwa kuwa rais mpya. Hii, bila shaka, ilizua minong'ono mikali. Watu wakaanza kujiuliza, hivi Ufaransa, mshirika wake mkuu, ilibariki mpango huu ili kulinda maslahi yake kwenye ukanda ule? Sawa, sasa hebu turudishe saa nyuma kidogo. Twende miaka ya 2000. Jamani, ile ilikuwa ni zama ya moto kweli kweli. Unajua, fikiria tu vita vya almasi kule Sierra Leone, mapigano makali Kongo kwa ajili ya madini. Yaani ilikuwa ni mivutano kila kona. Hiki kilikuwa kipindi ambapo utajiri wa rasilimali za Afrika ulikuwa kama laana kwa viongozi wake. Wengi walilipia kwa uhai wao. Na katikati ya moto huo wote, anajitokeza mtu mmoja maarufu sana, Kanali Muammar Gaddafi wa Libya. Huyu jamaa alitawala kwa mkono wa chuma kwa zaidi ya miaka 40. Alikuwa mtu wa ajabu sana. Leo rafiki wa nchi za Magharibi, kesho adui yao mkubwa. Lakini Gaddafi alikuwa na ndoto iliyokuwa inatisha sana baadhi ya watu. Aliita dinari ya dhahabu. Hebu vuta picha. Sarafu moja tu kwa bara zima la Afrika, na nguvu yake inatokana na dhahabu halisi. Unajua hii ingemaanisha nini? Ingeshusha hadhi ya dola ya Marekani na ingemaliza kabisa matumizi ya faranga ya CFA, ile sarafu iliyokuwa inanufaisha Ufaransa sana. Yaani, ingeipa Afrika nguvu halisi ya kiuchumi mikononi mwake. Basi, mwisho wake wengi tunaufahamu. Lakini sikia hiki. Kilichokuja kufichuka baadaye kwenye zile barua pepe za siri ndicho cha muhimu zaidi. Ilibainika kuwa hofu kubwa ya Ufaransa ya kupoteza udhibiti wake wa kiuchumi Afrika ndiyo ilikuwa sababu kuu, kichocheo hasa cha yale mashambulizi yaliyoongozwa na NATO. Na hili wimbi la vifo halikuishia Libya tu. Hebu tuende Kongo, nchi tajiri sana kwa madini. Laurent Kabila anauawa na mlinzi wake mwenyewe. Halafu ruka hadi Guinea Bissau.
Nchi iliyogeuzwa kuwa njia ya madawa ya kulevya, Rais Vieira anauawa kinyama. Unaona? Kila kifo kinaonekana kuacha alama ya maslahi ya kimataifa. Sawa, hebu sasa turudi nyuma zaidi. Tunakwenda kwenye enzi ya vita baridi. Unakumbuka? Kipindi kile dunia ilikuwa imegawanyika pande mbili. Upande wa Marekani na upande wa Umoja wa Kisovieti. Na Afrika ilikuwa wapi katikati ya haya yote? Maskini, mara nyingi ilikuwa kama uwanja wao wa mieleka. Viongozi wa Kiafrika walikuwa kama askari kwenye mchezo wa sataranji, wanaweza kuondolewa wakati wowote. Ni tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1994. Ndege moja inakaribia kutua Kigali. Ndani yake kuna marais wawili, Juvenal Habyarimana wa Rwanda na Cyprien Ntaryamira wa Burundi. Ghafla, boom, ndege inalipuliwa angani. Na tukio hili dogo likawa kama kiberiti kilichowasha moto wa maangamizi. Na mpaka leo tunavyoongea, hakuna anayejua kwa hakika ni nani alifyatua lile kombora. Yaani, lawama zinarushwa kila upande. Wengine wanasema ni waasi wa RPF walitaka kuingia madarakani, wengine wanasema ni Wahutu wenye msimamo mkali, labda kwa msaada wa Ufaransa walitaka kuvuruga mkataba wa amani. Na kwa sababu ukweli haujulikani, majeraha ya mauaji yale ya kimbari bado ni mabichi kabisa. Na matokeo ya tukio hilo moja tu yalikuwa nini? Fikiria, maisha karibu milioni moja yalipotea ndani ya siku 100 tu. Hii inatuonyesha kitu kimoja. Amani ya taifa ni kama kioo. Kikishavunjika, kujaribu kukiunganisha tena ni kazi ngumu sana. Sasa, hebu tumjue mtu mwingine. Thomas Sankara wa Burkina Faso. Huyu bwana alikuwa na jina la utani. Walimuita Che Guevara wa Afrika. Na walikuwa na sababu nzuri. Kama Che, alikuwa mwanamapinduzi kweli kweli. Alichukia ubeberu na aliamini kabisa kwenye nguvu ya watu wake. Na sikiliza alichofanya kwa miaka 4 tu. Yaani 4. Alifanikiwa kuchanja mamilioni ya watoto, kupanda mamilioni ya miti. Akasimama imara kutetea haki za wanawake na akafanya nchi yake ijitosheleze kwa chakula. Alionyesha dunia nzima kwamba ndiyo, Afrika inaweza. Na hili liliwatisha wengi sana. Lakini hadithi yake nzuri inaishia vibaya sana. Inaishia kwa usaliti. Usaliti unaouma moyo. Aliuawa na nani? Rafiki yake wa karibu, Blaise Compaoré, ambaye mara moja akachukua madaraka. Kwa miaka mingi watu walikuwa wananong'ona tu, lakini mwishowe mwaka 2022 mahakama ilithibitisha kile watu walichokuwa wanakiofia. Ufaransa na washirika wake walihusika kwenye mauaji yale. Ni wazi, hawakumtaka kiongozi wa Kiafrika aliye huru kiasi kile. Na orodha bado inaendelea, haijaisha. Nchini Liberia kuna Samuel Doe. Alikuwa kipenzi cha Marekani mpaka walipomwacha. Akateswa na kuuawa, kila kitu kikiwa kinarekodiwa kwenye kamera. Nchini Nigeria, Murtala Muhammad alikwenda kinyume na Marekani kuhusu Angola, naye akauawa. Unaona, kwenye vita baridi, kuwa rafiki wa wenye nguvu leo haikumaanisha utaiona kesho. Sawa, sasa hebu turudi kwenye mwanzo kabisa, mzizi wa yote haya. Tunakwenda alfajiri ya uhuru wa Afrika, miaka ya 60 na 70. Hiki kilikuwa kipindi cha matumaini makubwa sana, lakini pia kilikuwa na kivuli kirefu. Kivuli cha wakoloni wa zamani ambao hawakuwa tayari kabisa kuachia nguvu zao za kiuchumi. Na hata wakati huo, mchezo ulikuwa ni ule ule tu. Huko Chad, Francois Tombalbaye anauawa, na maswali yote yanaelekezwa kwa Ufaransa na maslahi yao ya mafuta. Kule Congo Brazzaville, Marian Gouabi, kiongozi wa kisoshalisti, anauawa. Kwa nini? Kwa sababu nchi za magharibi ziliogopa sana kuenea kwa ukomunisti. Na hapa sasa tunakutana na Sylvanus Olympio wa Togo. Naomba mumsikilize huyu kwa makini. Kisa chake ni muhimu sana kwa sababu ndicho kinafunua mzizi hasa wa tatizo, ile vita dhidi ya uhuru kamili wa kiuchumi barani Afrika. Fikiria, alikuwa na wazo rahisi lakini hatari. Alitaka Togo iache kutumia sarafu ya CFA inayodhibitiwa na Ufaransa na iwe na sarafu yake yenyewe. Mwisho wake, alipigwa risasi na kuuawa mlangoni pa ubalozi wa Marekani. Hiki kifo kilikuwa kama ujumbe.
ujumbe wa wazi na wa kutisha kwa viongozi wengine wote: mnaweza kupata uhuru wenu, bendera zenu, nyimbo zenu za taifa, lakini msijaribu kugusa mfumo wetu wa kiuchumi. Olympio alivuka mstari mwekundu na alilipa gharama ya juu kabisa. Basi, tumeanza safari yetu na Magufuli mwaka 2021. Na sasa tumefika nyuma kabisa kwa Olympio mwaka 1965. Nadhani mfumo unajionyesha wazi. Lakini swali la mwisho linabaki kwetu sote. Hivi haya ni mambo ya historia tu, yaliyopita na kusahaulika? Au ni ushahidi kwamba kile kivuli cha ukoloni mamboleo bado kipo, bado kinaamua nani aishi na nani afe kwenye uongozi wa Afrika? Jinsi tutakavyojibu swali hili, ndivyo tutakavyoamua mustakabali wa bara letu.